Karibu tusome riwaya ya Nguvu za Jadi sura ya 3. Waketwa ni watu waliokuwa na bidii ya mchwa kwa kila jambo walilofanya. Baadhi yao hata walifanikiwa kujenga maduka makubwa makubwa ya jumla, wakanunua magari mengi sana ya usafiri. Katika mitaa mingine ya kifahari kama vile Majuu, waliishi wakule wengi. Wao ndio waliokuwa wengi serikalini. Lesulia ambaye alikuwa mtemi wa nchi alitoka katika jamii hii. Wakule waliwaonea kijicho sana Waketwa kwa sababu ya umaarufu wao katika shughuli walizofanya. Waketwa ni watu waliokuwa na maarifa ya ujasiriamali tangu zamani. Hawakuchagua kazi kama Wakule. Takriban kazi zote zilizodhaniwa duni walizifanya wao bila manunguniko. Walifanya kazi yoyote ili mradi wapate riziki. Waliokuwa matarishi walifanya kazi hiyo kwa bidii na heshima kubwa. Waliokuwa wafagiaji walifagia kwa ustadi mkubwa, mji ukawa safi kabisa. Matopasi walisafisha vyoo kwa uwezo wao wote. Vyoo vya mji wa Taria vikasafika hadi kusifika kote. Waliokuwa maseremala waliranda kwa ufundi wa ajabu. Wakatengeneza samani na vifaa mbalimbali vilivyowavutia hata watalii. Waliofua vyuma walifua kwa nguvu zao zote, wakazalisha vifaa mzomzo. Katika bidii hii ya Waketwa, hakukukosekana malalamiko kuhusu utawala wa mtemi Lesulia. Kwa mara ya pili sasa baada ya kushinda kiti cha mtemi wa Matuo, raia wengi walidhani mambo yangebadilika. Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana waliohitimu katika taaluma mbalimbali ulikuwa sasa ni mazoea. Baadhi yao hata wakashikilia kwamba elimu haikuwa na thamani kwao. Nchi haikuweza kupanua uchumi ili kuwaajiri wala kuanzisha miradi ya kuwawezesha kujiinua kiuchumi. Aghlabu ajira chache zilizopatikana zilipewa watu wasiokuwa na ujuzi wala maarifa. Kazi zilitolewa kwa kujuana, haidhuru hata kama mtu hakuhitimu ipasavyo. Kutokana na mapendeleo katika uajiri, wengi waliishia kufanya kazi ambazo hawajazisomea. Halikuwa jambo la kushangaza kumuona karani akiajiriwa kuwa daktari wa meno na muuguzi akifanya upasuaji hospitalini. Wagonjwa hospitalini wakawa wanafariki kiholela. Jeshi la nchi lilisheheni vijana kutoka katika jamii ya Wakule. Mtemi hakuwa na imani kwamba viongozi wa kijeshi watoke katika jamii nyingine yoyote. Yeye mwenyewe hakujiamini uongozini. Angewaamini vipi waajiriwa wa jamii nyingine? Marubani wengi wa kijeshi waliangusha ndege kila wakati kutokana na mafunzo duni ya urubani. Nao manahodha wa kijeshi baharini wakapasua vyombo kwenye miamba kwa sababu ya kutindikiwa kitaaluma. Shule za msingi, zile za upili hadi vyuo vikuu vikaanza kuajiri walimu wasiohitimu katika masomo waliofunza. Wahitimu kutoka katika taasisi za elimu nchini wakakosa utaalamu ufaao katika ajira zao. Mtindo ukawa ni bora elimu kuliko elimu bora. Vijana wengi Waketwa waliohitimu shahada za vyuo vikuu walihangaika mijini kutafuta kazi bila mafanikio. Katika majopo ya uajiri, utawala ulihakikisha kwamba hawaajiriwi katika kazi zilizokuwa na mamlaka ya uongozi. Hivyo, majopo hayo ambayo yaliongozwa na Wakule yalitazama majina. Aliyekuwa na jina la Kiketwa aliondolewa katika orodha ya watakaohojiwa katika kazi za ngazi za juu. Wanawake Waketwa walioolewa na wanaume kutoka kwa Wakule walibahatika kupata ajira za serikali. Lakini ilipogunduliwa kwamba ni Waketwa, walifutwa kazi kutokana na visababu visivyoridhisha. Siasa za majina zikashamiri katika utawala wa mtemi Lesulia. Hata wale waliobahatika kuitwa katika mahojiano ili wapate kazi, walisumbuliwa sana. Waketwa walipitishwa katika msururu wa maswali yasiyokuwa na uhusiano wowote na kazi walizotuma maombi. Wengine walivunjika moyo, wakakataa hata kutuma maombi ya kazi serikalini. Baadhi ya wale waliobahatika waliajiriwa kwenye kampuni za watu binafsi au hata kuanzisha biashara za kibinafsi. Aidha, idadi kubwa ya wale waliomaliza shule iliajiriwa katika viwanda na mashamba ya matajiri. Wengine walihudumu katika mashamba ya maua ilhali wengine walizalisha bidhaa mbalimbali viwandani wakiwa kama vibarua. Katika nchi ya Matuo,
Wananchi wengi pia walifukarishwa na sera za ubaguzi. Nchi ilishikilia utabaka. Matajiri wakawa ndio wenye nchi na wananchi wakasalia kuwa hivyo, wana wa nchi. Ufisadi ulikithiri na maadili yakawapa mkono wa buriani. Misitu ilifisidiwa na kizazi katili kisichojali mustakabali wa nchi. Mvua zilianza kupungua na majira kubadilika. Chemchemi za maji zikaanza kukauka kutokana na ukataji wa miti ovyo kwenye vianzio vya maji. Wakulima wakakanganyikiwa. Hawakujua ni wakati gani wa upanzi kwani mvua hazikuaminika tena. Kiangazi kikatamalaki Matuo na kutia watu kiwewe. Vyakula vikawa adimu. Njaa ikabisha hodi. Mabepari wachache wakaanza kuhodhi vyakula muhimu na kuviuza kwa bei ya dhahabu. Misitu ilipokwisha, watu wakaingilia kuuza mchanga. Matajiri wakaajiri vibarua wa kuchimba na kukusanya mchanga kwa mafungu ili wauze. Mashimo makubwa yakasalia kuwa wazi baada ya mchanga kuvunwa. Mvua ziliponyesha yakajaa maji. Maji hayo yakakamia kuzamisha watoto wa maskini walioogelea mahali hapo na makabwela walevi waliosepetukia mashimoni. Mashimo hayo basi yakawa hatari kwa usalama wa wananchi. Matajiri wakageukia machimbo ya mawe. Wengine hata wakawa na karakana zao wenyewe za kupasua mawe na kutengeneza kokoto. Wale wasiokuwa nazo waliwaajiri vibarua kupasua kokoto hizo wakitumia nyundo na tindo. Wengi wa vibarua hao walikuwa watoto na vijana wa kiume na kike waliomaliza shule. Hawakubahatika kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa karo. Kwa hivyo, wakamiminikia hapo ili kuzumbua riziki. Walishinda juani wakipasua mawe ila hali wenzao wakiwa masomoni wakisaka elimu. Miamba mikubwa ikapasuliwa. Hata vilima vikaanza kumegwa kutokana na ulafi wa wachache. Baruti zikawaziba masikio wenyeji walioishi karibu na machimbo hayo. Wengine wakashikwa na vikohozi visivyosikia dawa. Malalamiko yao yakaambulia patupu huku wakiambiwa wahame kutoka mahali hapo. Mazingira ya nchi yakaanza kubadilika na kuchukua sura ya kusikitisha. Mandhari ya kimaumbile yaliharibiwa na ulafi wa kupindukia. Watu hao hawakujali kuharibu rasilimali ya vizazi vijavyo. Wengine waliingilia mito na vijito, huku wakibadilisha mikondo yake ili kusitiri mashamba yao makubwa. Rasilimali hii muhimu ikamilikiwa na wachache. Wananchi waliotegemea maji hayo wakasalia na mahangaiko yasiyokoma. Mtemi Lesuli angewasaidia vipi ilhali yeye mwenyewe alikuwa katika msako huo haramu? Ukosefu wa matumaini ya kuishi ulianza kuhasiri mifumo ya kijamii. Asasi ya familia ikaathirika sana pale mizozano ya kifamilia ilipokithiri. Waume kwa wake wakawa makatili kiasi cha kuangamiza makinda yao. Mume akamgeukia mke na kumchinja, naye mke akafanya vivyo hivyo. Mauaji ya kifamilia yakawa matukio ya kila siku, maadili yakahama. Upendo ukatoroka kupitia dirishani, uhitaji ulipobisha mlangoni. Taasisi na mashirika ya serikali yakamilikiwa na mitandao ya wezi. Wakaiba, wakanyonga na kupokonya. Si afisa wa ngazi ya juu au tarishi. Wote wakawa katika kinyang'anyiro cha kuipoka nchi haiba yake. Hawakujali kuwa nchi walioipora ni yao wenyewe. Walijiibia vyao wenyewe. Kuna mtu akaiba mali yake mwenyewe ya kumhifadhi baadaye. Huu ndio ujinga waliokuwa nao. Ujinga wa kutotambua kwamba kile walichoiba ndicho kitakachowatia kitanzi. Ajira za serikali zilitolewa kibubusa. Mchezo huu kawa ndio jadi yao. Wakasahau ule ujadi wa zamani. Ujadi uliotambua ujuzi, maarifa na taaluma ya mtu. Jadi yao sasa ikawa kufisidi pato la nchi na kufukarisha jamii. Ujadi huu ndio uliokuwa ukipigwa vita na watu wa matabaka ya chini. Ujadi uliokuwa ukisambaratisha nchi na kuigawa katika makundi mawili hasimu, walionavyo na wasionavyo, walalaheri na walalahoi. Naye Mangwasha aliyekuwa mhazili wa Chifu Mshabaha aliifanya kazi yake kwa moyo wa kujituma. Hakunung'unika pale kazi zilipomzidi bali alitabasamu na kuchapa kazi. Matatizo ya nyumbani yalipomzonga, hakukosa kufika kazini. Alidunduiza vijisenti vichache ambavyo alikuwa akipokea kama ujira wake akaweza kuwasomesha wanawe.
Kamwe hawa hawakulala njaa. Alifahamu pia kwamba fahari ya binadamu haitokani na kutoanguka. Inatokana na kuinuka kila anapoanguka. Alielewa pia kwamba mtu asiye na tumaini hufikiria kuwa jua hutua asubuhi. Mtu kama huyo huyafumbia macho maisha. Akaacha mawimbi yake yamtose huku na huko, popote pale ili mradi anaelea, hazami. Mangwasha hakutaka kuwa mmoja wa watu kama hao. Hivyo, akatia bidii kazini. Akawa na tumaini. Alijua kwamba hakuna ndoto itakayotimia bila kujishughulisha. Wazazi wake daima walimkumbusha kuwa uzembe ni likizo ya wajinga. Johari za hekima alizopokea kutoka kwa wazazi zilimshajiisha, akatazamia kesho yenye heri. Aidha alijua kwamba muomba Mungu hachoki. Akaamini kuwa siku moja nyota yake ingeng'aa maishani. Mangwasha aliungulika moyo alipokuwa akiwaona vijana hasa wa kiume wakijikusanya kwenye viambaza vya maduka. Hawakuwa na shughuli maalumu iliyowakutanisha pale ila kulisukuma gumzo tu. Wengi walikuwa wamemaliza shule kidato cha 4 au darasa la 8. Lakini kutokana na hali ngumu ya maisha ya wazazi wao, vijana hao hawakuendeleza elimu yao. Huo ukawa mwisho wao wa kubukua mabuku. Wengine walizurura tu katika baraste za mji wasijue wafanyalo. Vibaka nao walikuwa wakisubiri fujo au ghasia fulani zizuke mjini ili wapate nafasi ya kunyang'anya watu mali zao au kupora maduka. Mangwasha aliwaona pia wasichana wachanga na vitoto vyao migongoni. Hawa walipita kwenye barabara za mji, mikebe mikononi wakiomba wapita njia. Alifahamu kwamba vitoto hivyo vilizaliwa na wazazi wa kiume ambao pengine hata hawajulikani. Si kwamba hawana. Wapo lakini hawaonekani. Katika maombi yake ya kila siku, hakusahau kuwaombea vijana hawa. Alijawa na masikitiko alipowaza juu ya mstakabali wao katika maisha. Hawa watakuwa wanaume wenye kutunza jamaa zao kweli? Vigoli hawa watakuwa wanawake wa kuweza kutunza familia zao? Watategemewa na nani maishani? Hiki ndicho kizazi cha kesho au ni kizazi kilichopotea tayari? Maswali kama haya yalitawala akili yake kila alipokumbana nao. Waketwa walikuwa na kiongozi wao aliyejulikana kama Lonare. Kwa mara kadha, Lonare alitaka achaguliwe ili kuchukua hatamu za uongozi wa nchi. Hata hivyo, uchaguzi ulipofika, matukio yasiyoeleweka yalijiri, akakosa kuchukua uongozi. Lonare alikuwa na kichwa baridi, shupavu katika kujadili masuala ya kisasa na mkakamavu katika kushambulia maovu ya kijamii. Lonare alikuwa mrefu wa kimo na kila umuonapo alikuwa na tabasamu usoni. Tabasamu ni silaha kali kwani huweza kuangamiza kusudio baya. Alizungumza kwa tuo. Aliyapima mawazo yake kabla ya kutamka lolote. Kwa wale aliotangamana nao, hakukosa kuwakumbusha kwamba haki huinua taifa. Lonare alimpa Mangwasha ushauri na kumtia moyo. Aghlabu hakukosa kumkumbusha kuwasamehe waliomdhulumu hasa kazini. Akamwambia hakuna kitu kinachowaudhi kushinda hiki. Hii ndio maana Mangwasha alimtegemea Lonare kutokana na ushauri wake wa busara kila wakati. Lonare hakuwa mfanyakazi katika serikali ya Mtemile Sulia, lakini alikuwa mfanyabiashara mashuhuri. Alisifika sana katika biashara ya usafiri. Mara nyingi alihangaishwa na polisi kwa makosa madogo madogo. Wakati mwingine magari yake ya usafiri yalizuiliwa katika vituo vya polisi bila makosa yoyote. Madereva wa Lonare nao hawakusazwa. Walishikwa kwa makosa yasiyoeleweka. Wakatozwa faini za kiajabu ajabu. Wengine hata wakapokonywa leseni za kuendesha magari bila sababu maalum. Siku haikupita bila tatizo kutokea kuhusu magari ya Lonare. Lonare alivumilia yote huku akiamini kwamba fanaka hutokea palipo na ari, bidii na nidhamu. Yalikuwa mazoea ya Lonare kupitia afisini mwa Chifu Mshabaha. Si kwa sababu alimpenda chifu huyu bali alimthamini sana Mangwasha kutokana na ujasiri wake. Mangwasha aliweza kusimama kidete mbele ya vikwazo vingi, akaitumikia jamaa yake. Kazini alidhalilishwa na chifu. Huyu alimtumia kama tarishi, wakati mwingine kama topasi pia. Mshahara nao ni ule ule. Ilikuwa kazi ya kijungujiko tu. Hivyo, Lonare alimpitia Mangwasha kazini kumshajiisha kufanya kazi kwa bidii na kutokuwa na ubaguzi.
Lonare alifanya kila juhudi kuona kwamba watoto wa kike hasa kutoka katika jamii yake wamesoma. Yeye mwenyewe alizaa watoto 3, binti mmoja na wavulana 2. Wote aliwapa elimu sawa, hakubagua hata mmoja. Alipoona vitibi vya mtemi kutowaajiri waketwa, aliamua kuwapeleka ng'ambo. Huko walisomea taaluma mbalimbali. 2 walikwisha kukamilisha masomo yao, wakaamua kusalia huko kufanya kazi. Lombo aliyekuwa kitinda mimba wake alikuwa akisomea utabibu. Huyu alimwahidi babake angerejea nchini kusaidia watu wake hata kama hali za maisha zilikuwa ngumu. Mama yao alifariki walipokuwa wadogo. Ikamlazimu Lonare kuwalea na kuwapa mapenzi ya wazazi wote 2. Alimshukuru Mungu kwa kumkirimia kipato cha kuweza kuwalea kwa njia nzuri. Mtaa wa Majuu mjini Taria uliishi matajiri watajika wa nchi. Wakwasi walioshiba ubinafsi na ubaguzi. Miamba wenye vyeo na vyao. Tabaka hili lilijitenga na wengine, likaishi katika mtaa wao, lilimiliki biashara na pato la nchi. Hili ndilo lililohusisha matajiri, wakuu wa serikali na wafanyabiashara shupavu. Kundi hili la mabwanyenye lilihujumu dhamana pamoja na hawala za serikali. Kwa vile uchumi wa nchi ulikuwa mikononi mwao, nyenzo za uongozi wa nchi pia zilikuwa mikononi mwao. Uchumi wa nchi ulikuwa ukisambaratika kwa kasi kutokana na uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia. Lonare aliona jinsi rasilimali ya nchi ilivyokuwa ikifujwa na watu walioshabikia wizi. Hivyo alitaka kubadili hali hata kama ilimaanisha kukitia kichwa chake kinywani mwa simba. Alitaka kuliokoa jahazi lililokuwa likielekea mwambani kwa kasi, lakini angeliweza vipi kupambana na utandu wa mahasidi hao? Mtemi Lesulia na Sagilu walikuwa tutu kwa ufu. Isitoshe, wote walimchukia Lonare. Walijua kwamba alitaka kugombea kiti cha mtemi katika uchaguzi ujao. Wakauhusudu umaarufu wake hususan katika biashara. Walimpikia majungu, wakamfanyia hila ambazo Lonare alizipiku kutokana na busara yake. Walimpangia jama ili awe mfilisi, lakini vigwana vyao vikatibuliwa na waliompenda Lonare. Walituma magaidi kumkatizia maisha, lakini watu hawa wakamjia Lonare na kumuonyesha malaki ya pesa waliopewa kumwangamiza. Ama kweli, analokusudia binadamu silo alikusudialo Mungu. Mtemi Lesulia alitaka kujua siri ya umaarufu wa Lonare, lakini kutokana na kiburi chake, si mengi aliyopata. Majira ya kupiga kura ili kuwateua viongozi wa nchi yalikuwa yamewadia. Uteuzi huo ungewahakikishia wananchi wale watakaoingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Vyama vya kisiasa vilikuwa vikijihami ili kukabiliana na shughuli hiyo muhimu. Katika nchi ya Matuo, kulikuwa na vyama viwili tu vya kisiasa. Ajabu ni kwamba vyama hivi viwili vimekuwepo tangu jadi. Hakuna aliyekuwa na ilhamu ya kuunda chama kingine cha kisiasa. Wenyeji walitosheka na vyama hivyo viwili. Hata hivyo, vyama hivi vilikuwa vikicheua hisia za ubaguzi wa kijamii. Ilisemekana kwamba kila chama kilijaribu kuwa na idadi kubwa ya wanachama kutoka katika jamii fulani. Mtemi Lesulia alikuwa na chama tofauti na kile cha Lonare. Chama chake kilijulikana kama chama cha mamlaka. Watu hawa wawili walitoka katika jamii tofauti na itikadi zao pia zilikuwa tofauti. Hawangeweza kuwa katika chama kimoja, seuze kupikika katika chungu kimoja. Lonare alikuwa keshatangaza azma yake ya kuwania kiti cha mtemi katika chama chake kilichojulikana kama chama cha ushirika. Azma yake haikutokana na tamaa ya pesa na cheo. Ilitokana na mapenzi yake kwa watu wa nchi ya Matuo. Aliishi kuona jamii ya Matuo ikijigawa katika matapo mawili hasimu. Kuna wale waliomchukia, hasa wakule ambao walimuonea gere. Wengine wakahofia kwamba huenda akapata umaarufu kuliko Mtemi Lesulia. Wazo kama hili likawakosesha usingizi. Nia ya Lonare kuwania uongozi haikushangiliwa na wote. Kuna wale waliomkashifu na kumuita barakala. Walimtusi na kumkebehi ili kumvunja moyo. Lonare akajua kwamba kibarua kigumu kilikuwa mbele yake. Akaendeleza kampeni zake huku akisubiri tarehe ya uteuzi ili ya ukabili ukweli. Sagilu naye alitaka kuteuliwa ili kugombea kiti cha eneo bunge la Matango kupitia chama cha Mtemi Lesulia. Naye pia alipingwa na watetezi wengine, lakini alikuwa na tumaini la kupata ushindi kutokana na usuhuba wake na mtemi wa nchi. Mwanasheria mtajika aliyejulikana kama Mwamba na rafiki mkubwa wa Lonare alisimama ili kuteuliwa kupitia kwa chama cha ushirika. Sagilu hakuisha kumsuta huku akimkumbusha kuwa siasa si wanasheria. Mwamba alitia masikio pamba.
Akaendelea na kampeni zake. Leo hii Lonare amekuja kumtembelea Mangwasha ili kumjulia hali. Mangwasha alipomwona alifurahi sana kwani kuna jambo lililomkera na ambalo angetaka kumwambia Lonare. Huu kawa wakati mwafaka kabisa. Walisalimiana kwa furaha na vicheko ambavyo katu havikumpendeza Chifu Mshabaha. Huyu hakumpenda Lonare kwani alijua lengo lake kisiasa. Umefanya vizuri kuja maana kuna jambo ambalo nataka ulifahamu. Mangwasha alitamka. Aliufunga mlango wa afisi ya chifu uliokuwa mkabala na chumba chake ili asiyasikie yale aliyotaka kunena. Unakumbuka siku ile nilikwambia kwamba kuna watu waliokuwa wakisambaza vijikaratasi? Nitakosa kuikumbuka vipi na ujumbe ulikuwa kuwataka nyie mhame kutoka makazi yenu? Ewa, basi ninasikia vijikaratasi hivyo vililetwa kimakusudi katika mtaa wa Matango tunamoishi. Mitaa mingine kamwe hawakupeleka. Habari hizo nimeshazipata tangu juzi. Mawakala wangu hawalali. Wala hayo yasikutie tumbo joto. Unajua kwa nini vijikaratasi vikasambazwa kule? Sijui, niambie. Mtaa wa Matango ndio uliojaa waketwa zaidi kuliko mitaa ile mingine. Hapa kuna idadi kubwa sana ya watu pia. Mkiendelea kukaa hapa mtampunguzia idadi ya kura Mtemile Sulia. Pia badala ya kumteua Sagilu, mtamweka mtu asiyempenda. Ndio maana wanataka kuwafurusha mwende makwenu huko Ndengoni. Mkachaguane wenyewe huko. Pia anafahamu fika kwamba nyie huenda mkanipigia kura za kuniteua. Naye hataki. Amepania kuweka mtu wake katika eneo hilo, mtu ambaye kamwe hatafua dafu dhidi yake. Anataka kubakia uongozini ili azidi kuwanyanyasa na kuwapokonya haki zenu. Lonare alieleza kwa tuo kisha akaendelea. Hii ndio maana amefanya maisha yangu kuwa magumu kabisa. Ananichunga kama kuku mgeni. Ameniundia vigwena. Kila nipitapo ananiandama. Lakini tutapambana naye vivyo hivyo. Mlinzi wangu ni Mungu na wa pili ni nyie wafuasi wangu. Ni wangapi wanajua haya miongoni mwetu? Wachache sana. Ninadhani wewe ni wanne. Lonare alisema kwa sauti ya chini. Sasa tufanyeje? Mangwasha aliuliza kwa wasiwasi. Niambie ulilonalo kisha nitakupasha zaidi. Tuko mbele yao kwa kila wanalojaribu kupanga. Usiogope. Sikiliza Lonare. Jana machifu wote wa nchi ya Matuo waliitwa na mkuu wa mji wa Taria kwa kikao cha faraga. Baada ya kikao hicho Chifu Mshabaha aliingia afisini mwake akiwa amebeba majalada kadha. Nyuma yake alifuatiwa na watu 5. Sijawahi kuwaona watu hao. Chifu alifunga mlango wake kwa mazungumzo ya faraga nao. Mangwasha alieleza. Watu hao walikuwa wamevaa vipi? Walivaa shagalabagala tu, yani bwaga mtwai tu, hawakuwa nadhifu hata. Endelea. Lonare aliashiria kwa mkono. Nilitaka kujua walikuwa wakiongea kuhusu nini. Hivyo nikanyapia nje nikasimama karibu na dirisha lake lililokuwa wazi. Nilimsikia Mshabaha akisema kwa hamaki. Lazima wahamishwe. La sivyo, tutakosa mtoto na maji ya moto. Nilishangaa sana. Kumbe alivyokuwa akizungumzia ni haya unayoniambia. Ndiyo hasa. Sasa sikiliza. Maneno hayo aliyotamka chifu yapimwe kwa mizani bali yasihesabiwe. Huenda alisema mengi tu lakini yasiwe na maana yoyote. Hata hivyo, ninaona kuna jambo linaloendelea. Nimekuwa kimya siku hizi zote. Lakini mbona umeamua kunyamaa hivyo? Huoni watu wanakutegemea? Mangwasha aliuliza kwa wasiwasi. Lonare alicheka taratibu kisha akamjibu. Wajua, kinywa kilichofumbwa hakiingizi nzi. Unamaanisha nini? Mtu mwenye busara ni yule anayepokea mawazo na kufumba kinywa chake kwanza. Baada ya kuyaweka kwenye mizani na kuyapima, ndipo anapotoa kauli. Nilisikia tetesi kitambo, lakini sikutaka kuyazamia kwa pupa mambo haya. Kwa hivyo, hayo ulioniambia yanathibitisha kwamba jipu liko tayari kutumbuliwa. Jipu? Mangwasha aliuliza kwa mshangao. Naam, jipu. Usumbufu wa jipu sasa umefikia kikomo. Jipu liliwakera na kuwakosesha usingizi. Basi, siku ya kulitumbua ili usaha utoke imefika. Wajua, Lonare wewe ni mtu wa mafumbo mengi sana. Wakati mwingine huniwia vigumu kukuelewa. Utaelewa hivi punde. Sikiliza,
Kesho tutapeleka habari za tisho la Waketo kuvamiwa katika makazi yao kote nchini. Tutatumia vyombo vya habari ili taarifa zifike mbali na kwa haraka. Ninataka mipango ya Barakala yule ivunjike kabla ya kuanza. Lonare alicheka na kuendelea. Viongozi hawa wanakabiliwa na ndaro nyingi sana siku hizi. Hii ni kwa sababu hawana uhakika iwapo watu wanawafuata au wanawafukuza uongozini. Mtemi sasa anakabiliwa na wimbo ambao hapendi mahadhi yake. Lonare kakangu, usikate kanzu kabla mwana hajazaliwa. Usiwe na uhakika kuwa mambo yako nywe. Jifunze kutokana na historia yako mwenyewe. Unaelewa sasa? Mangwasha alimtahadharisha. Yale yanayonuia kuwafanyia watu wangu yatamtumbukia nyongo. Lonare alitamka na kucheka. Kumbuka kijapo kiburi, ndipo ijapo aibu ndugu. Fahamu pia kwamba mtu hujisifu anapovua libasi za kivita baada ya kushinda vita, si kujisifu anapovaa ili kumkabili adui. Mangwasha aliasa. Mimi sijigambi eti kwa kuwa nitashinda vita. Lakini fahamu kwamba lugha ya vitisho ni silaha kubwa ya wanasiasa kwa wapinzani wao. Lugha kama hiyo huweza kuangusha majabali na vigogo wa kisiasa. Lonare alieleza. Basi shirikiana na wenzio mfanye halahala, maana hatuna usalama tena. Hasidi yule hata kosa kufanya lolote ili mradi aweke vibaraka wake matango na asalie uongozini. Kumbuka vitimbi alivyowahi kukufanyia wakati wa uchaguzi uliopita. Wenda anakupangia maovu zaidi. Mangwasha alitamka kwa sauti kubwa. Chunga ulimi wako. Kuta zina masikio dada. Alionya Lonare. Pole kaka, lakini huu ni ubaguzi na ukatili wa hali ya juu. Mangwasha alitamka kwa fadhaiko. Wawili hao waliagana. Mangwasha alijawa na wasiwasi wapo Lonare angetibua mipango ya mahasidi wake. Alipowasili nyumbani siku hiyo, aliwakuta wanawe wamesharudi kutoka shuleni. Aliwatayarishia chai. Baadaye aliketi nao ili awasaidie kufanya kazi walizopewa na walimu. Baada ya kula chajio, watoto walikwenda kulala. Mangwasha alikaa sebuleni mwake akiwaza mahali angepata pesa za kununulia wanawe sare mpya za shule. Walimu wao waliwaambia juma lijalo wasirudi shuleni kama hawana sare mpya. Sasa atoe wapi pesa? Alijua tatizo lake halikuwa na dawa wala kafara. Ulitima ulikuwa unabisha hodi taratibu. Uchechefu wa pesa uliomfika ni yeye tu aliyejua. Mangwasha hakutaka kumuonyesha yeyote kwamba ana uhitaji. Rafikie Bungulu Katu hakujua matatizo yaliyokuwa yakimsibu. Alihiari kukopa vitu dukani kuliko kumuomba mtu kitu chochote. Alifahamu kuwa vitu vyovyote alivyokopa angelipa. Vya kupewa hakuwa na haja navyo. Mangwasha alifahamu pia kwamba walimu hao hawana makosa. Watoto walihitaji sare mpya. Zile walizovaa zilikuwa zimechakaa sana. Suruali ya Sayore ilikuwa na viraka kadha kwenye sehemu ya makalio. Shati liliraruka mgongoni na vifungo kadhaa vilikuwa vimepotea. Rinda la Kajewa lilikuwa limeraruka raruraru. Alijisitiri kwa kuvaa sweta ambayo pia ilikuwa haina vifungo. Mikoba yao ya vitabu ilingonga na kundondosha vilivyokuwa ndani kila mara. Iliwabidi waishike vizuri ili vitabu visipotee walipokuwa wakienda na kutoka shuleni. Ghafla Mangwasha aliinuka akaingia chumbani mwake. Huko alipindua kila kitu akitafuta angalau noti iliyojificha mahali. Alichakura ndani ya vipoche na mabegi. Akafungua masanduku na kuchakura. Huku akivitoa vilivyositiriwa humo. Hakupata kitu. Alikumbuka kuna mikoba miwili aliyoitundika humo chumbani na ambayo haitumii. Aliikimbilia na kuzidi kuchakura lakini wapi. Mchakuro huo ulipokamilika, alishusha pumzi na kusema. Pesa zimeamua kuniambaa kama muuaji. Hata thumni hamna. Haya, tokomeeni basi. Labda mmeagana na Mrima kujificha nyote mafichoni. Alisonya na kurejea tena sebuleni. Mangwasha hakutaka kumkopa yeyote pesa. Alijua mwisho wa mwezi haukuwa mbali. Alishangaa kwa nini kila mara vitu huisha nyumbani mwake ifikapo tarehe kama hizi. Chumvi huisha, mafuta ya kupikia nayo huamua kuisha. Sukari pamoja na vyote vya muhimu huadimika wakati huu. Aliamua kesho angeenda kumuona mwalimu mkuu angalau amvumilie hadi mwisho wa mwezi. Alipokuwa akiwazia haya, alisikia mlango unabishwa. Nani kanijia saa hizi jamani? Wakati kama huu watu wanapaswa kuwa majumbani mwao. Alisema kwa sauti ya chini.
Alinyanyuka na kuufungua mlango. Kidogo agezirai kwa yale aliyoona. Alijaribu kuufunga mlango lakini alichelewa kwani mtu huyo aliusukuma akaingia ndani kwa kishindo. Ala, unaingiaje kwa pupa namna hii? Kwani hapa ni kwako? Mangwasha alitamka kwa mshangao akiwa ameshikilia simu yake ya mkononi. Unataka kuwaita polisi? Hehe. Sagilo alicheka kwa bezo. Waite. Unadhani mapenzi yanaogopa polisi? Wapigie simu waje. Ya hapa simu. Kwani naona hiyo yako haina credit. Alimnyoshea rununu yake. Mangwasha alisalia kumkazia macho tu kama aliyeona kizu. Sagilo alijipweteka kitini utadhani yuko kwake. Mangwasha hakuamini macho yake. Sagilo alimtazama kwa muda huku akitia anga usoni. Kisha alitoa kicheko kirefu na kusema, usifadhaike hivyo. Wajua, watu husema kwamba kicheko ni tabasamu lililopasuka. Hivyo, usinilaumu. Ninaomba nawe pia utabasamu. Ukiwa na tabasamu utapata chochote na kwenda popote utakapo duniani. Usizeeshe uso wako kwa kununa. Utatoa makunyanzi ungali mdogo. Mangwasha alisimama pale kama aliyenyang'anya ulimi. Sasa alimwona Sagilu kama jitu linalomkosesha matumaini ya kuishi. Mbele yake aliona jinyama lililopania kumwangamiza na familia yake. Kwa nini mzee huyu aendelee kumwandama hata baada ya kumtorosha mumewe? Hata baada ya yeye kumwambia hamtaki? Alijiuliza maswali ambayo angemuuliza hasidi wake huyo ili kupata majibu. Mbona umekonda sana siku hizi? Matatizo unayo mengi hata kama hutaki kusema. Yote yameandikwa usoni. Macho yako madogo yaliyokuwa maangavu ya kutamanisha kila mtu sasa yamefifia ndani kwenye vishimo vikavu. Uso uliokuwa na tabasamu la kumfanya mtu akungwae, sasa unatangaza madhila matupu. Tafadhali mzee Sagilu, toka uende. Mangwasha alisema kwa unyenyekevu. Hakutaka kuzua rabsha mwake nyumbani na kuamsha wanawe waliolala. Yanauma sio? Ukweli mchungu bibie. Nimekuja kukujulia hali tu na kukupa bahasha hii. Sagilu alisema na kumnyoshea mkono ambao ulishika bahasha ndogo nyeupe. Mangwasha alitumbulia macho lakini hakuichukua. Badala yake aliufungua mlango na kumwashiria atoke. Ala, hutaki hata kujua ni nini kilicho ndani? Hata kama umekasirika mimi sijali. Penye penzi matusi hayaumi. Sagilu alitamka na kuiweka bahasha hiyo mezani. Alipojaribu kutoka, Mangwasha alichukua na kumrushia. Ilipotupika, noti mpya za shilingi 1000 zilitoka zikapeperushwa na upepo huko nje. Okota milungula yako. Endelea kumtowesha asikumbuke kwake lakini hunipati ngo. Mangwasha alimwambia na kuukomelea mlango. Huko nje alimsikia Sagilu akisema kwa sauti. Mimi Sagilu sijakataliwa na mwanamke yeyote. Wewe hunishindi. Baada ya tukio hili, Mangwasha alifululiza hadi kitandani mwake. Huko alijifunika shuka gubigubi akalia hadi usingizi kumtoa. Akiwa usingizini, aliota ndoto ya kutisha sana. Aliota anafukuzwa na jinyama kubwa sana. Jinyama lilikuwa jeusi, limeota nywele ndefu hadi usoni. Lilitoa sauti kama radi. Kila lilipofunua kinywa kutoa sauti, machonge makubwa ya meno yalionekana. Ulimi wake mrefu na mwekundu ulishuka hadi kidevuni. Macho yake ya kutisha yalimtazama Mangwasha kwa ghadhabu. Mangwasha alitundika guu begani, akakimbia kwa kadri miguu yake ilivyomwezesha. Lakini mkimbio huo ulitatizwa na nguvu asiyoielewa. Kila alipojaribu kukimbia, alijikwaa na kuanguka. Alipotazama nyuma, aliona jinyama hilo pia likijikwaa na kuanguka. Mwendo ukawa huu wa kujikwaa na kuanguka hadi Mangwasha akakabiliana na moto mkubwa mbele yake. Moto ulitoa miale mikali sana. Ulikuwa ukiteketeza kila kilichokuwa mbele yake. Ulikuwa ukimkaribia Mangwasha kwa kasi mno. Ajabu ni kwamba moto huo uliwaka lakini hakukuwa na dalili ya moshi. Mangwasha alishangaa. Kuna moto unawaka bila moshi? Alipotazama nyuma, jinyama hilo lilikuwa linamjia kwa kasi zaidi.
Sasa lilikuwa likitoa mlio mkubwa mno. Kila lilipofunua jinywa lake kutoa mlio, noti mpya za shilingi 1000 zilimiminika na kupeperushwa na upepo. Mangwasha alipotazama mbele, miala ya moto huo nayo ilikuwa ikimkaribia, ndimi zake zikijitahidi kumramba na kumwangamiza. Hakujua akimbilie wapi. Sasa afanye nini? Alitazama chini, akaokota jinga la moto lililokuwa likiwaka. Alilitupia lile jinyama, lakini likahepa. Alihisi maisha yake yamo hatarini. Aliinama akachukua jinga jingine kubwa zaidi na kurusha kwa nguvu zake zote. Jinga lilipasukia usoni mwa jinyama hilo. Mangwasha aliliona likianguka chini na kugaragara kwa uchungu. Lilitoa mlio uliotetemesha ardhi. Kila lilipofunua jinywa lake, manoti ya pesa yalitoka kwa wingi sasa na kupeperuka angani. Sarafu mpya pia zilimwaika kutoka katika jinywa hilo. Mangwasha hakuwa na hamu ya kuzikimbilia zile noti wala kuchota zile sarafu. Alipozitazama, zilimtafishi na kumtia kichefuchefu. Hapo alipata nafasi ya kulikimbia na kujisalimisha. Jinamizi hilo lilimshtua sana hadi akaamka, mwili wote ulilowa jasho. Alijaribu kulala tena, lakini akashindwa kabisa. Hapo ndipo aliposikia mayowe huko nje. Wanaume kwa wanawake wote walipiga mayowe mfululizo. Kuna nini? Alifungua dirisha la chumba chake akatazama nje. Mama yangu, mtaa mzima wa Matango ulikuwa unateketea. Moto ulikuwa ukisambaa kila mahali kwa haraka sana. Kelele za watu zilizidi kuhanikiza. Ndipo alipowaamsha wanawe waondoke upesi. Alijua hakuna usalama pale. Maneno ya Chifu Mshabaha yalipiga mwangwi akilini mwake.